Na karibu sana, ni furaha iliyoje kuungana nawe asubuhi hii ya leo. Na tukianza taarifa hizi ni kwamba baadhi ya makanisa katika eneo bunge la Malindi yametajwa kama kizuizi kikubwa katika vita dhidi ya maambukizi ya corona. Inadaiwa kwamba waumini katika makanisa hayo wameingizwa uoga kwamba chanjo zina athari katika mili yao. Sasa wakuu wa usalama na Wizara ya Afya wametakiwa kuwachukulia hatua za sheria viongozi katika makanisa hayo kwa kuwapotosha wananchi. Kwa mujibu wa mkuu wa afya katika kaunti ndogo ya Malindi, Emily Karisa, ni watu 11,380 pekee walipokea dozi ya pili ya chanjo ya corona, huku wakiwa wanalenga kuwachanja zaidi ya watu 115,030. Watu wa dini tumejaribu tayari kuwahusisha, lakini bado pia tumeona wao wenyewe wana uzito, bado hawajaikubali vile inatekana, ambao ndio maana hata makanisa machache sana yametualika tuende tukapeane chanjo. Japo serikali ilisema hata makanisa yawe vituo vya kuchanja, lakini makanisa mengi hayajakuwa na uhuru ya kutualika tukachanje watu pale ama tufanye kituo pale. Wengi hawajaikubali hii chanjo. Japo si wote, lakini asilimia kubwa hawajakubali, lakini wengine wamekubali, hata wenyewe wamekuja kudunga. Some of the community members wengine wameweza kushikwa na askari na kuwekwa ndani kwa sababu ya kupotosha watu. Sasa maybe ikifikia mahali kwenye tunaona watu wetu wanapelekwa siko, then nafikiri itakuwa vizuri hata kama tupate mfano wa mtu amewekwa ndani kwa sababu ya kusema vitu zenye si sawa. At least watu wasome kuwa it's good to give the right information. Na kama hauna the right information, it's better you seek the right information so that chenye unapeana kikuwe kitafaidi watu. Viongozi mbalimbali kutoka eneo la Bisil, kaunti ya Kajiado, wanahofia hali ngumu ya maisha kufuatia ukame ulioathiri baadhi ya maeneo katika kaunti hiyo. Aidha, viongozi hao wamehoji kwamba wazee na vijana wamehamia maeneo ya Ukambani na pia Tanzania